Ndiyo, sasa tuendelee na kesi inayomkabili ndugu Hussein Haroni. Mheshimiwa Hakimu, leo tumekuja na mashahidi wawili wanaofahamu uhalifu wa ndugu Hussein Haroni. Shahidi namba 1 ni Nelson Mandela ambaye ndiye mhanga. Nelson Mandela, siku ya Jumatano tarehe 10 mwezi wa 4 ulikuwa wapi? Mimi nilikuwa katika mihangaiko yangu. Bwana Nelson, unaweza kaiambia mahakama ya tarehe 10 mwezi wa 4 2025 nini kilichotokea? Yaani siku hiyo nilikuwa nimetoka zangu hivi, nishangaa ni pap. Nimekutana yani jiwe yani na mfano. Kula jiwe moja hivi chini, ile lastuka hivi ngumi. Aisee, unaona hichi kichwa hichi. Unaona huku unaona. Kichwa kilikuwa hivi. Hata ukiangalia huku na gonga la povu. Ni yule bwana Hussein. Yaani nilikuwa nyanga, nilikuwa sitamaniki. Yaani unavyoniona hivi. Acha tu. Mtu aliyekushambulia unaweza kumfahamu? Ndio yupo. Hussein Haroni pale. Action. Kamera. Baada ya maelezo ya shahidi namba 1, labda wakili upande wa utetezi. Ndiyo Mheshimiwa Hakimu. Ndugu Nelson, umeoa? Wakili, sijajia maswali ya kijinga. Pesa nimeoa sijaanza natoka. Uliza maswali yanayoeleweka. Sijajia mambo hayo mimi. Tuambie tu kwamba umeshaoa wanawake 3 na umeshawaacha. Ni kweli. Huyu mke wa kwanza nilimfukuza kwa sababu moja, alikuwa hapiki. Na zeni huyo wa pili, huyo pia alikuwa malaya sana, malaya mno. Malaya kupindukia. Na huyo wa tatu nimempumzia kwa muda kwa sababu ya vitabia vyake vya ajabu. Kwa hiyo utaendelea kutimiza haja zako kwa kubaka, sio? Kwa hiyo ndugu wakili, unataka kuniambia mimi ndio nilimbaka dada yake Hussein, si ndio? Kama nimesemekana hivyo, naomba ushahidi mkononi. Ndugu mwenyekiti wa kijiji, tuambie mnamo tarehe 10 mwezi wa 4 2025 nini kilitokea? Ni kweli kabisa, nilipata taarifa kwamba kijana wangu alivamiwa na kupigwa na kuumizwa. Kijana huyo ni sungusungu, tulimwandaa kwa ajili ya ulinzi hapa kijijini kwetu. Ndugu mwenyekiti wa kijiji, unaweza kutuambia ni nani aliyepiga ndugu Nelson Mandela? Hussein ambaye kwa mbele yake. Mheshimiwa Hakimu, kama ulivyomsikia ndugu mwenyekiti alivyoeleza jinsi ambavyo bwana Haruni alifanya uhalifu katika kijiji chake, na ndiye anayewajua vizuri wana kijiji wake. Kwa hiyo ndugu Hakimu, bwana Haruni anaonekana ni mtu mwenye hatia. Baada ya ushahidi kutoka kwa shahidi namba 2, wakili upande wa utetezi, je, una swali lolote kwa shahidi namba 2? Ndiyo Mheshimiwa Hakimu. Ndugu mwenyekiti wa kijiji, je, ni kweli ndugu Hussein alikuja kulalamika kwako kwamba dada yake amefanyiwa kitendo cha ukatili kwa kubakwa? Ndio, alifika nilizipata. Sawa. Je, baada ya huyo ndugu kufika kulalamika, ni hatua gani ambazo ulizichukua kama kiongozi wake wa mtaa ama wa kijiji baada ya kusikia malalamiko? Mimi kama mwenyekiti nilimwambia asubiri nifanye uchunguzi ili kumbaini huyo aliyofanya uhalifu. Lakini cha kushangaza, akachukua hatua mkononi ya kwenda kufanyia askari ambao tumemwandaa kwa ajili ya kukamata mhalifu huyo.
Ndugu mwenyekiti, je, una dada ama mama ama ndugu zako wote nyumbani kwenu? Ninao. Je, ikitokea mama yako au dada yako ama mmoja wa ndugu zako walio nyumbani mwako akabakwa, unaweza kufanya nini? Kwanza lazima ujue unaongea na serikali. Mimi ni mwenyekiti, ndio serikali. Kwa hiyo unanitumi kwa nini nashiriki tendo la kijinga kama hivyo? Basi Mheshimiwa Hakimu, mimi sina swali lingine kwa ndugu shahidi mwenyekiti. Asante. Mheshimiwa Hakimu, kama nilivyotangulia kusema kwamba mteja wangu hana hatia, ameonewa. Kwa kudhibitisha hayo, wapo mashahidi ambao watadhibitisha na kuliweka wazi ili kwamba huyu mtu anaonewa. Yupo shahidi wa kwanza anaitwa Chaupele. Naomba aje atoe udhibitisho juu ya haki ya huyu kijana anaitwa Hussein. Ndugu Chaupele, tunaomba utuambie na kudhibitishia mahakama ya kwamba tarehe 4 mwezi wa 4 2025 nini kilichotokea? Mwenyekiti, nilimpelekea mashtaka. Nimeibiwa kuku zangu. Nilipofika pale kwake tukashindwa kabisa kuelewana na wewe mwenyekiti. Kanifukuza na mfimbo. Na hii hali yangu mwenyekiti, kanipiga bao na kunifukuza na fimbo, kunikimbiza mbio. Anionie hata huruma jamani. Je, labda baada ya hapo mwenyekiti alikutafuta tena? Hapana. Mheshimiwa Hakimu, baada ya shahidi namba 1 aliyethibitisha haya, naomba nimwite shahidi namba 2 ambaye yeye anaitwa Teddy, aje naye audhibitishiwe mahakama kuwa hili nalosema liko sahihi. Ndugu Teddy, hebu tuambie, mnamo tarehe 4 mwezi wa 10 mwaka wa 2025 ulikuwa wapi? Nilikuwa niko polini kule kutafuta kuni. Nini kiliendelea? Napoendelea kuokota kuni ndipo nilipomkuta kijana Hussein akiwa anakimbizwa. Napoendelea kumhudumia Hussein ndipo walipotokea wale vijana. Walikuwa 5 pamoja na mkuu wao ambaye ndo Nelson Mandela. Akawa ameamrisha 2 wanishike mimi, 2 akawaamrisha kuwa wammalize Hussein. Ndipo waliponibeba mimi, 2 wakabaki wanampiga Hussein. Mheshimiwa Hakimu, naona baada ya huyu shahidi namba 2 kueleza, wewe mwenyewe umeshaiona picha kamili ya kwamba wale watu hawakuwa na nia ya kumkamata ndugu Hussein, bali walikuwa na nia ya kumuua na kumwangamiza. Kwa ombi lako mtukufu hakimu, ninaomba mahakama iweze kumwachilia huru ndugu Hussein kwa sababu hana hatia. Asante. Okay. Tunaahirisha kwa muda tupate mapumziko kidogo, alafu tutakuja kuendelea. Asanteni sana. Tumerudi katika awamu nyingine ya pili baada ya mapumziko ya muda mfupi. Baada ya mashahidi wote 4 kutoa ushahidi wao mahakamani, mahakama imejiridhisha na ushahidi uliotolewa kwa kufuata sheria mama ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Aidha, mahakama kwa kushirikiana na serikali kwa ujumla pamoja na jeshi la polisi liliweza kufanya upelelezi stahiki wa tukio hili katika kijiji cha Kaputa ili kuweza kubaini na kutoa haki sawa sawa kwa kila mmoja. Kwa hiyo mahakama imemkuta ndugu Yona, mwenyekiti wa kijiji cha Kaputa, kuwa na hatia ya kushiriki kuratibu vitendo vya uhalifu katika kijiji chake akitumia kivuli cha askari wa ulinzi shirikishi, yani sungusungu. Na kwa maana hiyo ndugu Hussein Aaron
kuanzia sasa uko huru, lakini mahakama inawashikilia na itawashikilia mwenyekiti ndugu Yona, mwenyekiti wa kijiji cha Kaputa, pamoja na Nelson. Na baada ya hukumu hiyo, basi wewe uko huru, na jeshi la polisi tunaomba basi muweze kuwachukua watu hao kwa ajili ya uchunguzi zaidi, ili waweze kupata huduma na haki zao stahiki sawasawa na matendo yao. Ndugu mwenyekiti, sawasawa na matendo yake ya kutumia mamlaka vibaya kinyume na sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambazo zinathibitisha na zinasema ya kwamba kila Mtanzania ana haki ya kuishi kwa amani na kulindwa. Ndugu mwenyekiti Mr. Yona, mwenyekiti wa kijiji cha Kaputa, kuwa na hatia ya kutumia madaraka vibaya. Kwa hivyo ndugu Yona atakwenda jela kwa miaka 2 kwa matumizi mabaya ya madaraka kinyume na sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia ndugu Nelson Mandela ambaye alikuwa ni sungusungu, lakini yeye pia anakabiliwa na kesi hiyo hiyo ya matumizi mabaya ya madaraka ili kufanya uhalifu mbalimbali ambao ulifanyika pale kijijini. Kwa hivyo ndugu Nelson Mandela utakwenda gerezani kwa miezi 9. Na mwisho ndugu Hussein hauna hatia. Kwa hivyo sasa uko huru kuanzia sasa na kuendelea. Asanteni. Tumeona sasa umeniponza mwenyekiti. Familia yangu nitaiweka wapi mwenyekiti? Ulikuwa hauli. Mwenyekiti, umefanya nini mwenyekiti? Ona sasa familia inakuwa matatati. Mimi